Clouds TV, empowering lives. Genesis 3:17. Ndio tuanze sasa na tukuelewa ni nini tunavunja. Because bila wewe kuelewa ni nini tunavunja, itakuwa ni vigumu kuvunja. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa ni vigumu sana kuvunja kama haujui ni nini tunavunja. Kisha akamwambia huyo mwanamume, kwa kuwa wewe umesikiliza mkeo, ukala matunda ya mti ambayo nilikuamuru usile. Mbona sasa? Ni kwa sababu umemsikiliza huyo mkeo. Haleluya. Sasa unaona mimi mtu kama mimi niko laki kwa sababu sina wa kusikiliza. Hello. Lakini inasema kisha akamwambia huyo mwanamume, kwa kuwa wewe umemsikiliza mkewe, ukala matunda ya mti ambao nilikuamuru. Sasa kuna vitu ambavyo tuliamuriwa. There are things ambazo tuliambiwa tusiviguze. Kiunikio kia berelia ya Kirumi. Ciugo cia kanua cia mekana kana cia cioho. Ciugo cia ke cia kanua cia mekana kana cia cioho. Kule kitu kilikuwa kimekatazwa ama kilikuwa kimefungwa. Ciugo cia ke cia cioho. Ate mugodo ndukanedio kiu ni kiugo gya kioho na ni kiri mukana. Ate guku gutikana hikio mundu fulani kana muherega fulani, kiu nikio ni ciugo cia cioho. Na icio nicio iciaraga kirumi. Hizo ndizo uzaa nini? Laana. Ni maneno. Laana si miti. Laana sio kuua mtu. Laana sio kufanya jambo lingine. Laana, foundation ya laana ni maneno ya mdomo. Neno ambalo ulikuwa umeambiwa ama lilisemekana. Na ndio neno lisemekana. Kwa mfano unasema huku hakutaolewa Mjaluo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio huyo mzee atamuke ama huyo mama atamuke aseme huku hakutaolewa tena Mjaluo, ni kwa sababu kulikuwa kumeolewa Mjaluo. Akafanya kitu ambacho kilikasilisha watu. Kwa hivyo wenye boma wakatoa amri, na hiyo amri ikafanyika maneno yaliyoandikishwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Laana imefichwa kwenye ulimwengu wa kiroho, haijafichwa kwenye mtu, haijafichwa kwenye binadamu. Ikiachiliwa inafichika kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio unakuta inatembea kwenye vizazi na vizazi. Unakuta laana hii iliwachwa na my grandmother lakini alikufa. Kama sasa kwetu nyumbani tuliambiwa shamba ya kwetu nyumbani isiwahi katakatwa. Lakini mtu akitaka kwenda kujeka ajege, lakini asiseme tuende kwa savea tukate shamba. Haitakatwa. Tutakufa, watoto wetu wakufe, watoto wetu wakufe, itaishi hapo kwa sababu baba aliifunga. Hiyo ni sawa na nini? Kufunga. Hata nikikuwa mjanja na mnagani siwezi katakata hiyo shamba. Lakini kujeka nimeruhusiwa. Niende niweke kanyumba kangu wapi? Nikizunguka huko dunia mzima nikose mahali pa kwenda, ninaenda huko. Hata dada yangu ataenda huko. Hata nani watoto wangu wanaruhusiwa kujeka, lakini si kugawa. Sasa katika ulimwengu wa kiroho mama ameenda, baba alienda, lakini hayo maneno yameandikwa. Kwa hivyo wakati nitaenda kujaribu kuweka survey kwa mshaba, hiyo maneno itakuja isimame hapa kwa kichwa yangu. Nitapasua vizuri na kiburi changu. Lakini nikimaliza kupasua, kitu kitanipata. Kiugonjwa kitanipata. Kiugonjwa kitaanza kukula mimi na watoto wangu. Utasikia nilienda tu, nilikaa tu hivi chini nikaaguka na nikakufa. Nikakaa kidogo nasikia mtoto wangu aliangukiwa na ndege ya helikopta Amerika. Ndege ya helikopta. Na hiyo sauti yote hakusikia, hata hakuangalia juu. Ati ndege tu ilikuja akasikia ntongombo. Kwa maana maneno yale ya kufunga yako na uwezo, itakufuata mahali popote ulienda katika dunia. It doesn't matter
huko Amerika ama huko wapi, whatever you'll do that is against anything that was said about you ama said about a family, nayo laana inakuja na nani hulete laana? Laana huletwa na mtu kujisababishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wewe ambaye unajisababishia laana. Ndio kusemekane hapa kusiolewe Mjaluo ni kwa sababu kuna mtu alikuwa ameoa Mjaluo, naye Mjaluo huyo akafanya maneno ambayo yalikosesha. Kwa hivyo ni nani alileta laana? Ni wewe. Wewe mwenyewe ndio jivutia laana. Hakuna laana mahali imewekwa eti ukifanya hivi itachomolewa. Wewe mwenyewe ndio utajitakia. Kama sasa kwenye kuna laana ya madhabahu, kuna laana ya wazazi, kuna laana ya vitu tofauti tofauti. Kama madhabahu kama iko na laana zake, ile unaonanga masengenyo, kupigana, kufanya nini, kuna attraction ya laana ambayo unapokea. Ndio inaitangwa laana ya madhabahu. Kuna ile kukuja, kuna sadaka ambazo mnazitoa hapa zinakuletea laana fulani. Kuna vitu ambavyo unakuja unavifanya hapa vinakuletea laana fulani, ambayo laana hiyo itakuandama lakini kupitia kwa njia ya kimadhabahu. Nayo kuna laana ya familia itakuandama kupitia kwa njia ya nani? Ya kifamilia. Sio kama unanielewa? Sasa inaangazia ni laana gani ambayo inakufuata wewe. Ni kwa nini una changamoto? Ni kwa nini una vitu? Kuna vitu unafanya, unaweza kufanya hivi hapa katika madhabahu, inakuwa ni laana ya madhabahu ambayo inaitwa spiritual mistakes, spiritual curses. When you do a spiritual curse because umeifanya kwenye madhabahu yaliyo katika ulimwengu wa kiroho. Kitu chochote ambacho umekipata in the environment ya kiroho inakuwa spiritual curse, spiritual mistake. Nayo spiritual mistake punishment yake inaenda miaka ngapi? Punishment ya spiritual mistake inaenda miaka 10. 10 generations. Sio miaka 10, 10 generations. Now family curse inaenda 5 generations. Gakinyeria wagani wa maithe kuri ruciaro rwa kana na rwa gatano. That's family, kitu ambayo inaambatanika na damu. Punishment yake inaenda 5 good generations. Lakini ukifanya makosa ya kimadhabahu itakupeleka 10 good generations, because you are interfering with the spirit of God. When you interfere with the spirit, unapoingililia spirit ya Mungu, ama tunasema grieving the spirit, inachangia miaka generation 10. Kama vile ulivyoona mtu anaitwa Juda na kizazi chake ndio wazae mtu ambaye anaitwa mfalme, maana Juda alibarikiwa na baba yake na akaambiwa katika kizazi chake kitatoka mfalme. Juda ndiye alikuwa azae mfalme wa kwanza. Lakini because of a spiritual mistake ambayo ilifanywa na yule mama ambaye aliolewa kwenye hiyo familia, they did a spiritual, alafu na yeye baba akalala na huyo mama. That is a spiritual mistake. Yani mama aliolewa akalala na mtoto wa kwanza, kisha akafa wa kwanza, wa pili akakuja akafa. Baadaye mama yule akafanya tama, akafanya hila, wakalala na baba huyo, uncle, father in law. Wakazaa vitoto viwili, Perez na nani. So katika ile tendo la baba mkwe kulala na mtoto wake, wakazaa vitoto viwili, laana ikajijenga. Ndio sasa kupatikane mfalme. Ukisoma kitabu cha Mathayo 1 kinasoma this is the lineage of Jesus Christ. The lineage ya Jesus Christ ambayo ni mfalme kutoka kwa laini ya Daudi, utapata ni vizazi 10. 10 generations zinakuja because of a spiritual mistake that was done. So when you are going through a spiritual curse, it is more stronger than a foundational curse from family members, because in the family members inaenda 5 good generations, and inaweza kuwa reversed mkiweza kujua.
Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza kuwa nini? Reversed. Kama mnaweza kujua na kukuwe na watu wa kuwasaidia kujua, ndio mjue ni nini. Kwa maana inaweza kuwa kuna ng'ombe iliitishwa, kuna mbuzi iliitishwa. Hii ujinga ya Wakristo ya kusema nie demo hono kudige twara, sasa hapo ndio shida yenu inakuaga. Baba yako na mama yako ni Mungu. Baba yako ni Mungu hapa duniani. Kwa hivyo chochote anachokuitisha, anakuitisha akiwa Mungu. Hakuitishi akiwa binadamu. Kama kuna kitu mliambiwa mupeleke, unaitishwa na Mungu. Kana msharitiga yake. That is a God. Kwa hivyo akikuitisha, anakuitisha from the foundation of a God. Therefore whatever anakuitisha, it is legal. Very legal. Na iko na legalities zake na inakubalika mbinguni, maana ni mwakilishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna kambuzi kaliitishwa kwenu, ukapeleke, wacha na hiyo ujinga ya Ukristo. Hata Yesu alikukufia. Mbona hakukufa baba yako aache kuitwa Mungu wa pili? Hata sasa alikufa. Yesu alikufa, akawekwa kwa msalaba. Baba yako alibadilishwa, akaacha kuitwa Mungu wa pili. Bado ana position yako, position ya baba yako bado ipo. That is the second curse. That is, we have a spiritual curse, family curse. Alafu tuna ile nataka kuzungumzia, the curse of the soil. Hizo zingine nitawafundisha baadaye, but kwa sababu topic yetu ni the curse of the soil, tuelewe how does it happen. Inafanyika aje this curse of the soil, ndio ifikie hapo. Katika kitabu cha Genesis 3:17, cursed is the ground because of what? Tusitweke hiyo, naomba tuweke hiyo tafadhali kwa haraka. Kiswahili ya Kiswahili. Haya, kisha akamwambia huyo mwanamume, kwa kuwa wewe umesikiliza mkeo. Kwa hivyo every curse imechangiwa na mtu wa pili. Every curse ambayo ina happen kwako imechangiwa na mtu wa pili. Ukala matunda ya mti ambao nilikuamuru usile. Kwa hiyo kwa kosa lako, kwa nini? Ni mke mwenye amemdanganya, lakini sasa imekuwa kosa ni nani? Ni lake. Kwa kosa lako ardhi imelaaniwa. Because ya makosa yako, si makosa ya mke wako. Kwa hivyo mimi naweza kukusukumia kwenye kasi, lakini kasi utakamatwa wewe mwenyewe, sio mimi ambaye nilikusukumia. The curse will catch you. Kwa kosa lako ardhi imefanya nini? Kwa kosa lako ardhi imelaaniwa. Kwa hivyo ardhi ililaaniwa kwa sababu ya kukula tunda. Halo? Kwa sababu ya nini? Kukula tunda lililokuwa limekatazwa. Tunda si issue, kukula si issue, lakini kukatazwa. Umenielewa? Kukula si issue na tunda si issue, lakini kuna maneno kwena shiugo siaretio igoro rya itunda riu. Shiugo icio nicio cirutaga wira, ti tunda na timurei. Shiugo icio siaretio neke. Kwa hivyo ardhi imelaaniwa. Umeona sasa, yeye ndio alikula, bibi ndiye alimdanganya, lakini nini kililaniwa? Ni ardhi. Unaona sasa, wewe umefanya vitu zako, mimi nimefanya vitu zangu, lakini kilicholaaniwa ni nini? Ni ardhi, ambayo it has more consequences kuliko venye Adam mwenyewe angelaaniwa, kuliko venye Eve mwenyewe angelaaniwa. But because Mungu sasa ameleta punishment, a generational punishment. Amesababisha sasa kichapo ambacho si wewe hakiji kwako directly. Hakiji kwako directly, lakini kimefichwa kwenye ardhi.
ndio from now henceforth utashughulika na ardhi, ndio itakuwa ikikuchapa. Ugirothorwo ni tiri, we niwe weka giko kiria weka, no ninge ni hoka tiri, na tiri mutikuhitanitie naguo, na tiri tuguo wakwiroria itunda, na tiri tuguo kwirire weke kindu, no tiri imeambiwa kutoka leo uchukie huyu mtu. Sasa umeanza automatically cooperate in a curse of the soil. Sasa chanzo cha curse of the soil, kwa utajipatia humu riziki yako kutoka kwa jasho. Ukienda kwa huo mchanga, masa ardhi ilipolaaniwa iliambiwa Adam na Eve ni maadui wangu, na kwa sababu mchanga ni rafiki ya Mungu, ulitengenezwa na Mungu, ardhi ilitengenezwa na nani? Na Mungu. Naye Mungu akaiambia ardhi, Adamu na Eve ni maadui zangu, kwa hivyo nisikuone ukitembea na wao, na kama wakikuja kutafuta kitu kutoka kwako lazima watoe jasho. Sasa Mungu akaappoint prefect, ikakuwa ni ardhi ya kucontrol maisha yetu. Sijui kama mnanielewa. Mungu sasa, badala ya Mungu akuje kusimama, badala yeye mwenyewe sasa mwanaume ambiwe kutoka leo umelaniwa, hakulani mwanaume. He was not cast. Adam was not cast. But what can provide for him? Ikalaniwa, ikaambiwa sasa munyime chochote, asipo sweat, asipolia, asipofanya, usimpatie. And that is where kutoka hapo mpaka sasa ndio naona tuna sweat, ndio naona tunapigana, ndio naona kuna michafuko. Hii vita zote unaona dunia mzima, hii mabuduki zimetengenezwa, hii manyumba unaona zimetengenezwa, zote ni kwa sababu ya laana ya mchanga. Because tunatafuta lishe. Buduki imetengenezwa kwa sababu ya tubu, nyumba hii imetengenezwa kwa sababu ya tubu, barabara zimetengenezwa kwa sababu ya, nyumba imetengenezwa kwa sababu ya, hii nguo imetengenezwa kwa sababu ya. Anything you see is a result of the curse ya ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku zote za maisha yako, siku zote. Therefore this curse is not reversible. Ameweka mpaka, ameweka the line, the byline, ameweka mpaka miaka, siku zote. Entire life of a human being, they will forever suffer. Kwa hivyo there is a curse that is limited and there is a curse that is unlimited. Kuna kasi ambayo iko na miaka na kuna kasi ambayo haina miaka. It is forever. So even if you try to fight it, haiwezi kuchange. Lakini kuna kasi unaweza kureverse. Hii walijaribu wakashindwa. Verse number 18 inasema, ardhi itakuzalia michongoma na magugu, nawe itakubidi kula majani ya shambani. Umesikia ardhi imeambiwa? The earth has been commanded. Ardhi imeamrishwa eti itakuzalia michongoma na magugu. It will make life unbearable, very painful. Why? Because of not listening to God. Because of not listening to the orders ambazo zilipatiano. And this is what has really costed us. We are suffering because we fail to listen. Because we are disobedient. Tumepatiwa mawaidha, tumepatiwa njia, tumepatiwa misingi ambayo tunafaa kuifuata. Lakini kwa sababu ya jeuri zetu na mipango yetu ya kikando, mipango ya kiimla, mipango haieleweki, unaamua kutoka kwa mipango ya Mungu. Unajipangia mipango yako ambayo Mungu haipendi. So ardhi itakuzalia, ardhi itazaa, lakini itazaa nini? Michongoma na magugu. Kumaanisha maisha yako yataishi kwenye sintofahamu. Maisha yako yataishi kwenye farakana ambazo hazikuwezi kuzoeleka katika maisha yako. Utatezeka na utaumia.
ndio wewe upate kuishi maisha mazuri, itabidi ung'ang'ane. There is nothing for free for you. You will struggle, you will fight. Verse number 19 inasema, kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni. Until. So this one is irreversible. Kwa jasho lako, yani kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni ulimotwaliwa. Maana wewe ni mavumbi na mavumbi utarudi. Ni makasiriko makubwa Mungu aliyokuwa nayo. Maana alitaka huyu mwanaume aishi maisha ya kumtegemea. Alitaka huyu mwanaume aishi maisha ya msingi mzuri. Lakini kwa ukaudi na ujeuri wa mkewe, wakakataa kumsikiliza Mungu. Akatoa hukumu ya maisha na akakufunga kwenye maisha yako. Ndio unaona sasa hivi we are struggling. That is how we have, tuko na classes za watu. Kuna matajiri, kuna maskini, kuna waliosoma, kuna wajasoma, kuna wakubwa, wasio wakubwa, kuna wanene, kuna wafupi, kuna magari kubwa. Vitu kama hizo tuko nazo katika maisha yetu. Kuna walio na chuki, kuna wasio na chuki, kuna wa brown, kuna wa... It's because of this curse. We are supposed to be one color. We are supposed to be one color because it's Adam and Eve that were created one. Na walitengenezwa kwenye udongo mweusi. Kumaanisha mtu wa kwanza alikuwa mtu mweusi. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana pia Mungu pia ni mweusi. Maana tunasema tumuumbe mtu aliye kama sisi. Meaning God is also black like us. Sio kama mnanielewa? Kwa hivyo this is a curse, na hii ndio curse ya kwanza. The first curse. Na hiyo ndio nilitaka kuelezea. What is a curse? What is it? The original curse that has continuously been acting against you. Curse of the soil is a consequence of sin. Curse of the soil. Ndio udongo wako ulaaniwe. It is because of the sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mauge ogerothuro ne teri, ogeroaga, ogeroharagana, ogeroiteka, ogerothi na meri ya mĩkongoe. Those are curses related with with the soil. Mulimo iwa yeko yoko. Ogerothuro ne teri, ogeroiteka, ogeroharagana, ogerothi na meri ya mĩkongoe. They are vanquishing you from the universe. Ogego wero ogero thina meri ya mĩkongoe. Auga ogerokua. Ogerorio nĩ tĩri. Ogeromerio nĩ tĩri. The egero atoka omerio nĩ tĩri. That is a curse, that is a painful curse by the one who, kama vile unasikiaga wale walikuwa home guard, kama our sister pale, baba yao alikuwa home guard, walilaaniwa ogerothuro nĩ tĩri. Ogerothuro nĩ kĩ? Nĩ tĩri. Meaning hakuna kitu chako utafanya kifaulu kwenye dunia. Ogethurwo nĩ tĩri, yani mchanga, udongo ikukatae, ikuchukie, ni kumaanisha haitakupatia nguo, haitakupatia pesa, haitakupatia nyumba, haitakupatia ndoa, haitakupatia chochote. Maana chochote unachokitafuta duniani kiko ndani ya mchanga. Anything that you are looking for, hiyo kazi unayoitafuta iko ndani ya mchanga. Hiyo huduma, kama sasa hii huduma niko nayo, nyinyi ni nini? Dege si ndio? Ni mchanga. Nasikia kwa wahubiri wengine wakisema nie dege tubu wewe ni mchanga. So kama Mungu ameniachia laana nichukiwe na mchanga, hata nyinyi hamwezi kukuja hapa. You are coming here because sina laana ya mchanga ya kuzuiliwa. Ndire muthure nĩ tĩri nikyo wi haha. Ndire muthure nĩ tĩri nikyo ndina gakuo kega. Rĩu ndona gakwa nĩ kega. Nĩ kega. Mutikejere, thank you.
mwathani agocwo. Koro de muthure ne teri tutingire nyumba ine teno. Koro de muthure ne teri tutingire na tuindo tuturo na hatu thaka. Tondu uyu wothe ne teri. Mnanielewa? Lakini kwa hivyo kuna laana mimi sina, sijazuiliwa, lakini kupata hizi vitu ninaingia kwenye laana ya kwanza ya Mungu. Kununua hizi vitu nimestruggle, nimengangana, nimekuja hapa, nimewahubiria. Imagine kufika mpaka hapa niwahubirie mpaka mkaniamini. Unajua mimi nawakaliaga hivi na shido, mliniamini tu hivyo. Hamkuwa kina doubt na mimi? Yeah? Karo, hukuwa kina doubt na mimi? Unaniamini kabisa? Na unanipenda? Sema ndio. Ile akaimojo. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti Mungu akawapatia neema ya kuja ukakaa chini yangu ukanisikiliza. Ni mapenzi makubwa ya Mungu, ni kibali. Yaani hata ukakuwa na watu wawili ambao wanakusikiliza ni kibali. Kumaanisha kuna vitu ambavyo havikukamata, zimekuachilia. Kuna laana hauna. Eti kuna watu wanaweza kuja hapa kama sasa nikitaka kuwaitisha 10,000, si mnaweza kunipatia? Sasa mtanipatia 10,000. Si mnaona? Kwa sababu sina laana ya kunizuia baraka zingine. Lakini kuna mtu nikiambia mtu kama huyu asimame hapa awaitisha shilingi 10, mtamwangalia kama sanamu. Maana hana kibali. Kuna mtu mwenye hana kibali. Kuna mtu naye ako na kibali, anakaa tu hivyo tu, lakini vitu vinakuja vinamtafuta. Kwa sababu kuna vitu amevunja, kuna vitu amefaulu kuvunja, ama alivunjwa na mzazi wake, ama vilivunjwa na watu waliomtangulia. Because laana inaweza kuwepo lakini ikavunjwa. Maana mtu anaitwa Tera, baba yake Abrahamu alikuwa na laana, maana alikuwa mwabudu wa sanamu. Lakini Abrahamu alipokuja aliinua madhabahu katika kule kwenye Betheli, akainua madhabahu ya baraka. Mpaka sasa tunasema sisi tuwajivunia kwenye neema ya Abrahamu, the Abrahamic blessings, kwa sababu aliitishwa mtoto, akampeleka kwenye mlima. Alipompeleka kule, alipotoka kumtoa kafara, Mungu akamwambia tazama kule nyuma kuna kondoo. Alipotoa yule kondoo, Mungu naye akamwapia, akaapa, akamwambia kwa sababu haukuninyima mtoto wako, kukubariki nitakubariki. Halo. Kwa sababu kuna kitu na laana kama ya baraka inakujanga kwa sababu kuna mtihani ulianguka. Unanielewa? Kuna mtihani ufanya nini? Ukisoma kwenye kitabu cha Genesis 22 inasema baada ya mambo haya Mungu alimjaribu Abraham. After these things God tested Abraham. Kumaanisha baraka za kupata vitu, it is you kupita mtihani wa hizo vitu. Haleluya. Kupata hizi ni mtihani, lazima upitie kwenye mtihani wa nini? Wa hizi. Ndio maana Mungu alikulete hapa na changamoto zako, kisha ukakuta kuna majukumu mengi yanahitajika. Mchungaji akasimama kule mbele akatangaza, akasema tunajenga kanisa ya Thika, wangapi watanunua nini? Chuma. Mungu alijua kuna watu kama 20 ambao wako na uwezo, anataka kuwabariki, lakini aliwachungulia. Maana jana aliwapatia shilingi 20,000. Sasa Mungu akiniambia nitangaze, ananiambia natangaza tu, mimi sijui ni nani, lakini natangaza. Sasa kuna wale watainua mkono juu waseme mimi nitatoa chuma 2, mimi nitatoa chuma 3, mimi nitatoa chuma 4. Basi Mungu naye anakuchungulia. Alikuwa amekupatia uwezo wa kutoa chuma 10, lakini umetoa chuma ngapi? 2. Hiyo msaada Mungu alikuwa amekupatia unakatwa. So most of us are suffering not because we deserve to suffer, but because kuna test ulianguka. Kuna kitu Mungu alikwambia utoe, lakini kwa sababu ya ujeuri yako ukampimia Mungu. Na ninasema kwa sababu haukuninyima mtoto. Hivyo ndivyo Mungu amesema kwenye Genesis 22. Kwa sababu haukuninyima mtoto wako, na mimi kukubariki nitakubariki. To bless, I will bless you. Na utaongezeka, utakuwa mwingi kama nyota za kule mbinguni, au mchanga wa nani? Wa baharini. Ni kwa sababu alipita mtihani. Maana katoto ndio hako. Inasema hivi,
Na alimuita Abrahamu, na akasema naam Mungu, mimi niko hapa. Akamwambia chukua mtoto wako number 1, yule ambao unampenda anaitwa Isaka. Number 2, uende umpeleke kwenye mlima Moria, kwenye mlima mmoja ambao nitakuonyesha, uende umtoe kama sadaka. Mungu alimfahamishia akiwa kwake, what you are going to do, you are taking your son to kill. Egwa kenyuba damwele ile kilima ile alimwambilia akiwa, kwa hivyo alimwambilia in a position where he was to make decisions. Alimwambilia ni uliambililiwa kwako, haukuambililiwa kwa madhabahu hapa hadi sasa toeni shilingi 10,000 alafu Mungu sasa aseme nimekutumia angalia kwa simu. Hapana, alikutumia jana, kisha asubuhi akakwambia hizo shilingi 10,000 nilikupatia, zishike uzipeleke mpaka kwa mtumishi wangu. So amekupatia gap ya kufikiria. God will never test you without giving you a gap of thinking, because he is testing. Anaangalia, anataka kuangalia moyo wako unampenda kiasi gani. Any sacrifice we give is a test. Si eti Mungu hawezi kufanya kazi yake na njia nyingine, it is a test. And this test, it is he wants. And God, Mungu hawezi kukuweka kwenye jaribio ambalo ni la kitu ambacho hata kupatia. Kama ni jaribio la kubarikiwa na utajiri, atakupitishia kwenye jaribio. Kama Mungu anataka kupatia utajiri, atakupitishia kwenye jaribio la kiutajiri. Kama ni Mungu anataka kupatia kipawa cha uponyaji, atakupitishia kwenye jaribio la kipawa ambacho kinahitaji wewe mwenyewe ugonjeke ndio ujue maana ya uponyaji. Kama ni uongozi na mamlaka Mungu anataka kupatia, atakupitishia kwenye njia ambayo inahitaji wewe uelewe mamlaka na jinsi ya kukaa na watu, kuongoza watu. For you to become a president, you have to go through a process that is imekuwa connected na maongozi ya binadamu. Kwa hivyo Mungu hawezi akakupitisha kwenye jaribio ambalo haliambatanishi na kile kitu anataka kubariki. Alitaka kufanya Abrahamu kuwa baba wa mataifa, and to make Abraham the richest man on earth. So lazima aliitishwa kile kitu ambacho ni kigumu sana, mtoto ambaye alimungoja for 90 years. Kisha akamwambia leta. Strength will be spent uselessly. Your strength will be spent what? Uselessly. Na ngoja niwekea Kiswahili ndio mama yuko pale asikie vizuri. Your strength will be spent uselessly, for your land will not yield its produces, and the trees of the land will not yield their fruits. Anasema hivi, your strength. Sasa angalia, ni mahali ngapi na wapi nguvu zako zimepotelelea. Umeoa mwanamke, umelea, umezaa watoto, kisha mwanamke na watoto wamekuondoka, wameenda. Umelea vitoto vizuri, umepeleka mpaka university, wote baadaye wanakuondoka, wanaenda kukunywa bangi na chang'aa. Sasa una hesabu ile pesa yako umepoteza, umetumia, unashidwa. You have wasted entire, kila kitu chako umepoteza, kimeenda. So your strength will be spent uselessly. Umejenga, umeinua, umejijenga, mtatumia nguvu zenu bure, maana mashamba yenu hayatatoa mavuno na nchi yenu haitazaa matunda, kwa sababu walikuwa na operate kwenye kasi. Kwa hivyo hata mlime, hata ufanye nini, utalima, utafanya, watu wengine watavuna, nyinyi hamtavuna. Halo. Watu wengine watafaulu katika milengo mbalimbali, lakini wewe hautafaulu. Mpaka unashindwa, watu wanakuja kuchungulia shamba lako, kwa sababu halizai, halina mazao, because you are operating on a curse. Until you are able to know what kind of a curse that is operating in that land. Kwa hivyo ni vizuri kujua unaponunua kitu chochote, hata nguo hii umevaa, ni vizuri kujua imetoka wapi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Always wakati uko na kasi ya soil, kuna vitu viwili ama vitatu hufanyika. There is death. Kifo cha biashara, kifo cha kazi, kifo cha huduma, kifo cha maono, kifo cha kila kitu. Miscarriages katika kila maisha yako. Nothing works for you. Hakuna kitu hata kimoja. Umengangana tu, you are working, nothing is going on. You are not being successful at whatever. Hakuna kitu hata kimoja kinakukubali. Na namba 2, kuna sicknesses ambazo zinakujanga tu kubeba. Magonjwa tu ya kukuja kubeba. Kuna failure. Yani everything you start fails. Every move you make, you must fail. Watoto wako wote wamefail. Wewe umefail. Chochote umejaribu kuwekelea mkono imefail. Biashara yote unafanya imefail. There is barrenness. Hakuna mazao. Huzai hata kidogo. Biashara, kazi, mkono yako haizai. A person can be cast. A family can be cast. A town can be cast. And a particular land can also be cast. It doesn't mean that it's only kitu kimoja. A person, unaweza kupata laana hiyo ya land, na pia a family, the entire family inaweza kulaaniwa. Ushaipata kuna familia unakuta mpaka kuna familia sijui Karoli alikuwa amenitumia picha. Hiyo picha ilipotea. Ile familia ilikuwa kule Embu. Wale walikuwa nazaa watoto wanakaa visi. I wish I can get that contact. Naweza taka kwenda kuwatembelea nijue kama wako. Nilipoteza familia mzima. Baba, mama, watoto wote wamezaliwa hivyo. That is a curse of a family. Unakuta watoto wote, unakuta familia mzima. Huyu ako na kansa, huyu ako na ukimwi, huyu ako na sukari, huyu ako na pressure. Yani family mzima they have. Inaitangwa hiyo mgonjwa nani? Hii ugonjwa chronic. The entire family kutoka baba mpaka wajukuu wote wako na chronic disease. That's a curse. And it's a curse of the land. Bwana Yesu asifiwe sana. Numbers quickly. Numbers ni hesabu ama dali. Hesabu. 26. No, not 26. 22 verse 1 to 5. 22 1 to 5. Chap. Hesabu. Waisraeli hapana 1 to 5. Yes. Waisraeli walianza safari tena. Wakaenda kupiga kambi yao katika tambarare za Moabu, mashariki mto Yordani, kuelekea mji wa Yeriko. Tuendelee tu quickly. Number 2, verse 2. Mfalme Balaki mwana wa Sipori alijua mambo yote Waisraeli waliowatendea Waamori. Verse 3. Yeye pamoja na wa Moabu wakashikwa na hofu kubwa juu ya Waisraeli waliowaogopa, hasa kwa sababu ya wingi wao. Verse 4. Basi wa Moabi wakawaambia viongozi wa Midiani, umati huu punde si punde utaharibu kila kitu kando yetu, kama fahali alivyo majani shambani. Kwa hivyo Balaki mwana wa Sipori aliyekuwa mfalme wa Moabu wakati huo, verse 5, akapeleka ujumbe kwa Balamu mwana wa Boeri huko Pethori, karibu na mji wa Efrati, nchini Amwai. Alimwambia Balamu hivi, kuna taifa ambalo limetoka Misri, nalo wao ni nani sasa? Ni wa Sudan na wa Turkana. Nalo limeenea kila mahali nchini, tena linatishia kuchukua ardhi yangu. 6.
njoo sasa uwalaani watu hawa kwa ajili yangu, maana wana nguvu kuliko mimi. Labda nitaweza kuwashinda na kuwafukuza wasiingie katika nchi yangu, kwa maana najua kuwa wewe ukimbariki mtu hubarikiwa, ukimlaani mtu alaaniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nini? A person can cause you to suffer. Huyu walikuwa namuita huyu kumshawishi akuje alaani, maana ako na uwezo. Kwa hivyo mtu ana uwezo wa kukulaani na mchanga. Mtu ana uwezo wa kufunga maisha yako. Mtu ana uwezo wa kutamatisha chochote ambacho uko nacho. And most of us are suffering because of that. Most of us are suffering because of the challenges that we have that have been caused by people. Maybe anko yako ndiye aliwalaani, baba yako aliwalaani, mtumishi alikulaani. Watu kama hao tuna uwezo wa kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio kwa maana nimekuitisha mchanga, nikuje nivunje hiyo laana. Maana anasema kulaani una uwezo, na pia kubariki, maana huyu jamaa alikuwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So because of that capacity, ndio nikakuomba ulete mchanga wako niweze kubariki mchanga wako. Bethel Clouds TV, empowering lives.